Nawasalimia tena kwa sababu Mungu ni mwema, ametuweka katika hali hii, na kwa sababu ya upendo wake mkubwa, kwa sababu Mungu anatupenda kwa njia ajabu, especially nchi yetu ya Kenya. Mungu anatupenda sana, na kwa hivyo hanyamazi. Kama kuna kitu ambacho kinaweza fanya tuone ya kwamba Mungu anatupenda, ni kwa sababu hatunyamazi. Yeye huongea, yeye hutuongelesha, yeye hutueleza, ndipo tukaweza kuchukua hatua. Na kwa hivyo siku ya leo nataka kualika watu wale ambao ni wa nia njema, watu wale ambao ni wa mcha Mungu, watu wale ambao huona na maono, watu wale ambao wana mzigo wa nchi yao. Ndio nataka kuongea na wao siku ya leo. Niliona nimeitwa, nikaambiwa Paul, kuja niweze kukuelezea na niweze kukuonyesha. Nikapelekwa katika nje ya soko moja, soko kama zile sasa serikali inauda zile za kisasa. Soko ilikuwa kubwa sana huko ndani. Hapa nje nikaelezwa hiyo ni damu. Alafu nikaona vichwa vinne vya watu ambao wamekatwa. Katika hizo vichwa nilikuwa na vichwa, nisione hizo vichwa uso, ndio nisitabue. Na mtu aliyefanana kama askari aliweza kuificha na mikono. Maanake nilisikia ni sauti ikisema yule ni Kachero anajaribu kuficha uso na mikono. Hiyo vichwa ilikuwa imekatwa, imetenganishwa na kiwiliwili hiki kingine, imekaa pale, imewekwa pale, imetapakaa pale nje ya gate ya soko hiyo. Nikajaribu kuuliza what's the meaning. Nikajaribu kuuliza maana ya hiyo maono. Kama uko mahali pale na unajua unaweza kutufafanulia, Mungu akubariki unapotuelekeza na kutuambia ni jambo gani linafanyika. Lakini ninahisi ya kwamba kuna uvamizi unapangwa katika nchi. Kuna uvamizi ambao unapangwa katika nchi. Inataka maombi. Nchi yangu ya Kenya inataka maombi. Bwana awabariki. Tunapoenda kuchukua majukumu na kubeba mizigo ya wenzetu katika Kenya. Bwana awabariki.